Kwanza nikushukuru mwanangu sana sana kwa kunikubalia wito wangu. Maana vijana wa sasa hivi umuite tu kurupukurupu kama chafya, alafu akukubalia aje hapa akae akusikilize. Lakini wewe umeniheshimu na umefika. Lengo na mazumuni yangu, najua kabisa wewe ni rafiki mkubwa wa mkwe wangu, si ndio eh? Ndio mama. Nataka nikuulize swali dogo tu kwanza. Hivi unavokaa naye katika mazungumzo yenu huaga mnazungumzia nini? Maana sisi Waislamu tuna mambo mengi ya kuzungumza, hasa tukiwa kwenye ndoa yetu. Huwa namshauri vitu vingi sana katika maisha. Namshauri kuhusu Mwenyezi Mungu anavyotuasa tuwe na upendo, umoja, amani katika ndoa. Kama hivyo tu mama wangu. Hivi si unajua maana ya ndoa? Aso naelewa. Na unajua dini yetu inasema ukiwa kwenye ndoa inatakiwa uweje. Wakati tulikuwa tunaenda sawa, sasa mwenzangu naona unaanza kukona kona. Hebu niambie ukweli. Kwa nini unakataa kunyoosha maelezo ninayokuuliza? Au unakijua kuhusu mkwe wangu? Maana naelekea wewe ni rafiki yako tangu utotoni. Mnajuana vizuri sana. Nyinyi wa vijana wa sasa hivi mna kawaida ya kuweka miti kwenye mili yenu. Baada miti inapandwa alizini, nyinyi mnajipanda miti kwenye mili. Sasa kama hicho anacho bora uniambie. Na kama anatumia dawa sijui midawa yenu hii sijui ya nini, naomba uniambie. Ninyoshe maelezo. Sio unanipindia pindia. Kwa nini unielewi? Kwa wewe ulivyoolewa kwenye ndoa yako, umechukua ibada na upendo basi na yule mtoto. Au mimi unanifunikia kaniki usoni mwangu sioni? Sielewa mama unamaanisha nini? Utaelewa muda ukifika. Hivi wewe ulikaa kwenye ndoa yako kama alivyokaa mwanangu mimi, mkwe wangu mimi alivyokaa muda wote huo, kawa kingurumundu, kila siku ya flati, Kila mwezi ukifika yeye anapokea mshahara. Hamna hata mwezi wa kusema leo atalalamika mshahara hajapata. Inakuingia akilini? Wewe mbona umekaa kwa mume wako sasa hivi una muda gani? Na mbona umemheshimisha mama yako mkwe? Anaitwa bibi sasa hivi. Na mimi nitaitwa mama mkwe mpaka lini? Hapana. Mapana marefu yako wapi? Tena usinichefue. Maana tumeenda vizuri sasa naona unataka kwenda upande. Ninyoshe maelezo. Ninachokuuliza nijibu. Mtoto ni mipango ya Mungu. Sio kwamba yeye anapenda hapo alivyo. Naye anapenda kuwa mama. Mwaka ngapi huu? Mipango ya Mungu. Kila kitu Mungu. Kila kitu Mungu. Mungu kwa nini mnapenda kumsingizia? Hivi angekuwa anaonekana jamani afu akawakana, mngesemaje nyinyi? Vitu vingine mnavifanya nyewe wenyewe. Nyinyi ni vijana. Hebu niambie kama uko ulikotoka nako alikuwa na kawaida ya kutoa mimba. Unajua unaweza ukatoa mimba sengine Mungu alikuwekea mayai mawili au matatu ukayamaliza yote kwa kutoa. Unaenda ndoani mimba una, alafu unamsingizia Mungu. Mungu ndiye alikwambia uue. Niambie ukweli. Mama, ukweli gani? Dakika sifuri nimekubana. Nimekuweka kwenye kinyumbuliko, unashindwa kuongea, si ndio? Mama, nijibu niondoke zangu mimi. Mbona unaniwekea usiku? Hutaki. Sasa basi. Mjumbe hauawi. Na wewe njiwa, peleka salamu. Mwambie yule bibi kanibananisha, anataka mjukuu. Maluni. Angalia. Wali. Au unanirogea wewe? Kutamani.
Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana, kwanza nimefurahi kukuona. Ikiwa wewe ni rafiki yake mjomba wangu Mekanumba. Na nini? Anafikiria nini mpaka sasa hivi? Ataitwa lini baba mwenzio? Sawa, nimekuelewa. Ila vitu vingine anapanga Mwenyezi Mungu. Nisikize nikwambie. Ndio. Kamwe njia chooni ayoti nyasi. Na mavi ya kale hayanuki. Nafikiri umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Uelewe, usielewe. Chakale dhahabu. Mimi nakwenda. Ninaumia nipokuwa kucheza nidhamu dada. Unajua ndoa ya Zulea inaenda kufa. Ninavyokwambia mama mkwe yupo hai amtaki Zulea. Ukiuliza Zulea azai. Anavyosema miaka inakatika, dada atini maji tumbo alijai, amechoka hivyo, anamwambia mwanae mwachie. Mbona alielewa vizuri tu shoga yangu? Na kuzani mipango ya Mungu. Mungu akisema lile na linakuwa, na akisema lisiwe na liwezi kuwa shoga yangu. Ila kwa vite subira tu, ila yote 9-10 japo kumtoto mtu ni dhambi. Ninavyohisi yule mama atakuwa mwanga. Na yule mama anavyoonekana ni mwanga. Ndio hivyo kusema hatuwezi. Tusengenya ni dhambi. Tumuombe Allah atusamehe. Tuseme astaghfirullah. Adija. Abe kaka. Asalamu alaykum kaka. Wa alaykum salaam. Kulikoni, unalala gani mpaka sasa unalala? Chuo ufiki? Hapana kaka, mimi naenda chuo. Shie Mungu wewe. Hapana kaka, mimi chuo naenda. Ili umjue Mwenyezi Mungu lazima usome. Na si elimu nyingine, ni elimu ya akhera. Ili watu wakupende. Uwe na hofu ya Mungu, tabia njema, watu watakupenda Mungu. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana, kwanza nimefurahi kukuona. Ikiwa wewe ni rafiki yake mjomba wangu Mekanumba. Na nini? Anafikiria nini mpaka sasa hivi?
Ataitwa lini baba mwenzio? Sawa, nimekuelewa, ila vitu vingine anapanga Mwenyezi Mungu. Nisikize nikwambie. Ndio. Kamwe njia ya chooni haioti nyasi na mavi ya kale hayanuki. Nafikiri umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Uelewe usielewe, cha kale dhahabu. Mimi nakwenda. Sheikh Isa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh. Hey. Habari za masiku? Hapa mchini tuonani. Sheikh upo? Mungu muweza. Allahu akbar. Tumekutana. Nashukuru leo tumeonana. Ya. Na pia Allah akafanya kitu tumeona kwa sababu nilikuwa nina jambo pia na wewe. Mungu muweza. Nilikuwa nayohitaji kukutafuta kwa sababu nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Niingie kwenye pointi moja kwa moja ya msingi. Sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa ufahamu na akili, na katika aya yake tukufu, katika Qur'ani yake tukufu akasema kuluku nurai wa kullu lai mas'ul arayati, kila mmoja ni mchunga, hasa kwa yule ambaye anaishi naye, awe mke, awe mzazi, awe dada, awe rafiki. Kwa kukumbushana ni jambo la msingi, lakini imekosekana kitu hiki. Mambo ya ada kidogo imekuwa mtihani shehe wangu. Sasa sijajua labda kuna mtihani gani umekupata mpaka umekuwa siku hizi hauhudhurii na wala kuwasiliani na wala uwasilishi chochote. Sina maana kwamba nahitaji fedha. Najua shekhe wangu, wale watoto ndio maimamu wa baadaye, sawa? Wale ndio mashekhe wa baadaye, kwa sababu kila mmoja akimsomesha mwanaye katika elimu ya akhera, basi ana mavuno makubwa na thawabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si umenielewa shehe wangu? Kwa sasa yapaswa kuwapambania shehe wangu. Kwa sasa haina tatizo, kwa jinsi ulivyoniambia, basi inshallah mimi nilipokea. Allah akufanyie pesa yangu. Naam. Uswiro. Naam. Kweli wala ngoa shaka kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Na nyinyi ili kidogo mpate nguvu. Naam. Maana mkono mtupu au la? Kama bwana. Lazima kidogo mpate hela sabuni na nini. Allah akufanyie. Basi inshallah basi ndio kidogo. Sawa. Haya. Unajua, nimekaa sana nyumbani peke yangu, nawaza, nafikiria, lakini nahisi kama na mzigo, alafu sina hata mtu wa kumtulia mzigo wangu. Unajua, ndoa yangu sasa hivi inakaa moto, sipeshi mume wangu. Inapa mambo kweli, lakini pia sina muda mrefu wa kukaa hapa, maana hata mume wangu simuaga. Ina maana hujamuaga? Ningewezaje kumwaga, kumwambia natoka? Nimekuwa nyumba yangu inawaka moto. Subhanallah. Hivi unajua kama pepo ya mwanamke ipo miguuni mwa mume wake? Najua. Hapana, ungenipigia hata simu
Unawezaje kutoka nyumbani kwako bila kutoa ruhusa kwa mume wako? Nisingeweza mimi kumwambia chochote. Nisingeweza kumwambia kitu chochote. Lakini kwa hapa fanya uwahi kwanza nyumbani kabla mume wako hajarudi. Halafu mimi nitakuja nyumbani kwako. Sawa? Nitakuja kweli. Nitakuja. Wala usijali. Ila inabidi umuwahi kabla hajarudi. Sawa. Bismillah, bismillah, rahmanirrahim. Mateso yangu mvua yangu jadu namtegemea. Bismillah, bismillah, rahmanirrahim. Mateso yangu mvua yangu jadu namtegemea. Bismillah